I take this opportunity to announce to you that I will contest for the President of the Republic of Kenya in 2022 election. Kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi akutana na wazee wa jamii ya Waluhya huko Mululu, atangaza kugombea urais katika uchaguzi mkuu ujao. Viongozi wa pwani wakutana Lamu kupanga mikakati ya kushiriki katika uchaguzi mkuu ujao chini ya mwavuli mmoja ikiwezekana. BBI is legacy. It's not just rhetoric, it is legacy. Mawaziri na viongozi wa siasa wanaendelea kupigia debe mswada wa BBI ambao umepitishwa kwa zaidi ya kaunti 10. Na leo katika makala ya Wako Wapi itakuwa zamu ya mwanamuziki wa siku nyingi Princess Julie. Karibu kwa taarifa kamili mtazamaji. Tunaanza huko magharibi ambapo kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi ametangaza kuwa atagombea urais katika uchaguzi mkuu ujao na kuwa hata mwachia yoyote. Musalia amesema hayo alipokutana na viongozi kutoka jamii ya Waluhya kujadili mustakabali wa jamii hiyo kisiasa Kenya inapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu ujao. Mtazamaji, ni taarifa ambayo inafuatiliwa na mwanahabari mwenzangu Willy Lusige ambaye amekuwa akifuatilia matukio hayo, na tutakuwa tunaungana naye moja kwa moja. Tusikize yaliyotokea dakika chache zilizopita. I take this opportunity to announce to you that I will contest for the President of the Republic of Kenya in 2022 elections. I therefore seek your views, guidance, and blessings. I welcome you to discuss my request with an open mind, knowing I am your son, who has humbly asked for your blessings and wise counsel. I have already been endorsed by my party, Amani National Congress, and now I ask you to support me, guide me, and become my ambassadors in our region and the rest of the country. Na mtazamaji, nilivyokuarifu awali ni kwamba mwanahabari wetu Willy Lusige amekuwa akifuatilia matukio hayo, na tunaungana naye moja kwa moja kujua jinsi zilivyoshika kasi siasa za maeneo haya magharibi ya Kenya, ambapo pia Daktari Mukisa Kitui ametangaza kuwa atagombea urais katika uchaguzi mkuu ujao. Willy Lusige, ni yapi mengine yaliyojitokeza katika kikao cha leo? Na ni mengi ambayo yamezungumziwa katika kikao hiki cha kipekee, ambapo kinara wa ANC Musalia Mudavadi amekuwa anakutana na wazee kutoka jamii mbalimbali katika eneo la magharibi, hususan kutoka zile kaunti 5 ambazo ni Busia, Bungoma, Trans Nzoia, Vihiga pamoja na Kakamega. Na kwanza alikuwa amekuja kuomba ruhusa kwamba anataka kuwa rais na kuwania urais, na jambo la pili alikuwa anataka ushauri wa wazee, na jambo la tatu alikuwa anataka pia kuomba wale wazee waweze kutembea na yeye na kuweza kumpigania hususan kwa minajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Ni mengi ambayo yamezungumzwa, na niko naye mbunge wa Sabatia ambaye yeye pia ndo mbunge wa Mudavadi. Atakuwa anatuambia mengi ambayo wameweza kuzungumzia na wanatarajia nini katika siku za usoni. Mkutano huu unaonekana ni kana kwamba ndo mwanzo wa safari ya Mudavadi kuanza kujipigia kifua hususan kwa uchaguzi wa mwaka 2022. Kwa kifupi tu tufahamishe mmezungumzia nini na nini? Tumekuwa hapa watu kutoka kaunti zote 5. Trans Nzoia, Kakamega, Bungoma, Vihiga na Busia. Watu zaidi ya 500. Wazee wamekuwa, viongozi wa makanisa wamekuwa, viongozi wa na Kopeti wamekuwa, na watu tabaka mbalimbali wakuwa stakeholders. Sababu ya kukutana hapa leo ilikuwa mwaliko wa Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Kwanza alikuwa anataka apate blessings za wazee, kuambia officially yeye sasa anataka kuania kiti cha urais wa Jamhuri ya Kenya kifikako mwaka ujao. Na alikuwa anataka kueleza na alikuwa anataka tena jue akienda huko juu watu wa mkoa huu eneo hili wako na shida gani,
na zimetokea shida fulani. La kwanza sana ilikuwa shida ya viwanda vimeanguka zote, Pan Paper, Mumia Sugar, Trans Nzoia na viwanda ya cotton mills wote zimeanguka. Ilikuwa jambo linatatanisha watu wa mkoa huu. Jambo la pili ilikuwa jambo la stima. Ni kama hii eneo iko na shida mingi sana kufuatana na stima. Kuna kuanga na shortages, interruptions, blackouts, na zinatatiza mambo ya uchumi, mambo ya industries, mambo ya watu wa kazi kidogo kidogo kama welding, mashule wanasumbuka na kusoma, na walikuwa wataka namna ya kutatua. Na jambo la tatu lilikuwa mambo ya food security. Walikuwa wanaonelea sasa tunafika kiwango hatuwezi kujimudu kama upande ya food security, na wanataka tutafute mbinu za kuangalia serikali tusaidie wananchi vile watafanya watoe mambo ya monogamy waende kwa diversify na support ya serikali. Na kisiasa? Na kisiasa muhimu sana, watu wa mkoa huu wamesema hizi vitu tangu tupate uhuru miaka 58 hatujawahi pata kiongozi kama president wa Republic of Kenya. Hata viti mkubwa kama the chief, the general of staff and the military hatujawahi pata. So kuna viti kubwa hatujawahi pata kama mwendo wa eneo hili, na wamesema kwa kauli moja wataunga Musalia Mudavadi mkono, aendelee mbele, atembee Kenya, tutengeneze urafiki, atafute kona zote za Kenya, kwa sababu ameamini yeye ako na ujuzi wa kutosha. Amekuwa kwa serikali miaka zaidi ya 25, amekuwa na ujuzi wa kufufua uchumi, kwa sababu tumeona shida za Kenya ni mingi. Moja ni ufisadi, ingine ni kufufua uchumi, ingine ni kazi kwa vijana, na kuna madeni mingi, na hizi zote watu wa mkoa huo stakeholders wamesema Musalia Mudavadi yeye ndiye ako na ujuzi wa kufufua, kwa sababu aliona siku zile tulikuwa ya Golden Bug 1992 akiwa miaka 33, marehemu Moi akiwa president alimpatia Minister of Finance, na ndani ya miaka 5 aliweza kufufua nchi na uchumi ukakuwa mzuri. Lakini kumekuwa na swali, mheshimiwa, naomba radhi nikukate kidogo. Wanasema mnataka urais na mnataka Mudavadi awe rais, lakini mnazunguka tu katika maziko hapa eneo la Magharibi. Mbona msitoke nje mumpigie upato kama viongozi wengine? Tumeona Ruto anafanya hivyo, Raila anafanya hivyo. Tumeanza kuelimisha watu wetu. Najua hapa Western imekuwa kama mahali ya kila mtu anakuja kuchukua kura na kwenda. Sasa tuliona ni vizuri sana tuwaelimishe, tuwaambie wakati huu tukitaka kufaulu lazima tuende kitu kimoja sisi wote. Na imechukua muda sana sisi kuwashawishi. Na kitu ya pili, unajua viongozi wengine wanatumiwa kama vibaraka kuja kutugawanya wa Kenya. Tunataka tena kutueleza hao viongozi ni vibaraka. Wakija na mambo yao wajue sisi tumeangalia Musalia Mudavadi. So tumemaliza hiyo sasa mkondo, na hii ndio ilikuwa mkutano wa mwisho. Sasa sisi kutoka hapo mbele tutaanza kutembea nchi ya Kenya kutafuta kura na kutengeneza urafiki. Unaposema mtakuwa mnatembea kule nje, mmesema kuna maadui wawili ambao wanaonekana kuwa kizuizi cha safari ya Mudavadi kuwa rais. Ya unajua ukiangalia sasa katika kuwania hii kiti ya urais tuko na vigogo watatu. Mmoja ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, wa pili ni Mheshimiwa William Ruto, na watatu ni Mheshimiwa Musalia Mudavadi. Hawa wamejitokeza sasa kama top 3. Na tumeona sana wengi, Mheshimiwa William Ruto kila mara anashinda hapa. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kila mara anatumia vigogo vibaraka kukuja kuchokora hapa. So ilibidi tufunge kwanza. Vile wamefunga kwao. Mheshimiwa Raila amefunga Nyanza, Mheshimiwa Ruto amefunga Rift Valley, na sisi tulisema tufunge Western kwanza ili tujue block yetu iko safe kama the second tribe with the big votes. Alafu tuanze kuelimisha vile tutachukua vipande na kukata kura na kupiga kura. Sasa tukienda nje tunaenda tukijua sasa tuko tayari kumefunga huko. Sasa tutaanza kuenda kwa pambeleni. Mbona hujamtaja Mukhisa Kitui? Mukhisa Kitui wewe unamuelewa sana, hata akipata ile kazi alikuwa ameshindwa kama mbunge.
Sasa mimi nafikiri kitu muhimu kwake kwanza aenda akomboe kiti ya ubunge kwanza. Akikomboa kiti ya ubunge ndio tuone vile ataendelea mbele. Lakini huwezi kutoka tu huko na miaka 10 hujaonekana, hujajulikana na mtu wote, unafikiri utakuja na ujulikane siku moja. Na all politics is local. Na kwa sahihi hatujali mambo yake. Tumwambia kuja jaribu, lakini tunaambia watu wetu waendelee kufuata Musalia Mudavadi. Ingawa tena Musalia Mudavadi ameapili kwa wazee waende kuongea na ndugu zao. Amwambie tutaki hata kupoteza kura moja ama mbili, wakuje tuende kwa njia moja. Yeah. Kwa hivyo tutarajie mambo makubwa yatakuwa yanafanyika katika siku za usoni. Yes. Sasa unasemanga watch this space. Utaanza kuona alliances being formed. Na unajua Musalia Mudavadi ni mtu anajua mambo ya kuform alliances. Unajua ndiye aliform NASA. Hata Jubilee ndiye aliform kwa chake na President Uhuru Kenyatta akaform NASA. Now expect we're going to have a big super alliance. We don't know the name and the form, but it's coming. Musalia is going to form and it will have all Kenyans leaders and we are going to take this leader. Mnasema kwamba yeye ndo alikuwa mwanzilishi wa NASA, lakini mnasema pia Raila amekataa kumlipa deni. Nimesikia hoja kama hizo hapa. Ya tulisema Raila Amolo Odinga tunampenda kama kiongozi, lakini tumeona si mtu mwaminifu, kwa sababu yeye aliweka signature yake katika hiyo NASA coalition. Na NASA coalition ilikuwa very clear, ilisema ODM haiwezi kuproduce a presidential candidate. Raila Amolo Odinga atakuwa hawezi kuwa presidential candidate 2022. Lakini hata kabla kutoa kidole yake kwa hiyo NASA agreement, tayari ameannounce ODM are looking for presidential candidate. Hiyo ni unafiki. Na tunaona sisi tutamwambia tumekusupport miaka 20 na dawa ya deni kufanya nini? Kulipa. Kija hapa Western tumetengeneza wa supporters wetu, akitembea popote anaambiwa please lipa deni yetu. Asante sana Mheshimiwa Alfred Agoi, mbunge wa Sabatia, akizungumza tu kwa undani kuhusu mkutano wa leo ambapo kinara wa ANC Musalia Mudavadi amekutana na wazee wa jamii za eneo la Magharibi na kusema ndo mwanzo wa safari yake ya kuwania urais mwaka 2022 wa kesho. Bila shaka Willy Lusige, tuwatakia kila laheri jamii ya Mulembe katika maazimio yao kutoa uongozi wa taifa hili. Shukran sana Lusige. Tusonge mbele mtazamaji, ambapo sasa tunaelekea Pwani ambapo walikuwa Lamu kukutana na kujipanga jinsi mambo yao ya kisiasa kwa matayarisho ya uchaguzi mkuu ujao. Kumekuwa na wito wa kubuniwa chama cha siasa ambacho kitakidhi mahitaji ya kisiasa ya watu wa Pwani. Magavana, maseneta na wabunge ni miongoni mwa waliohudhuria hafla hiyo. Tuigeni mifano ya zile kaunti zingine na viongozi wa sehemu zingine. Kule sehemu zingine utasikia kwamba Raila ni kingpin wa Nyanza. Nataka kuwauliza kwamba katika Nyanza yote aliyesoma ni Raila peke yake, mwenye pesa ni Raila peke yake, mjuaji wa siasa ni Raila peke yake, lakini wameshikana wakasema huyu ndiye mtu wetu kwa sababu alikuwa mbele yao na wote wanamsukuma nyuma yake. Safari hii tutasukumana mpaka mbele maivio. Noma. Na sisi tumesema safari hatuwezi kuianza bila kuunganisha jimbo la Pwani. Kabisa. Si namna hiyo? Ndio. Lazima tukae sisi kama wa Pwani. Shida zetu ni nyingi. Na hatuwezi tena kamwe kukubali kuzungumziwa na watu wengine. Tutajizungumzia sisi wenyewe. Na kama tungekuwa katika nyadhifa za kutosha, today we will not have a conversation kwamba Lapset iko hapa, watu wa Lamu hawako. Tusingekuwa na mazungumzo hayo, tungekuwa tuhayafanya nini wenyewe. So mimi nimekuja hapa kuambia watu wa Lamu, tafadhalini, tumeunga mkono watu wengi. Hata mimi nimeambia wale ambao tumewaunga mkono, it is now time to return the favor, kuunga sisi mkono. Tumewasaidia. Haya, bila shaka ni siasa za Pwani hizo nazo zimepamba moto kweli kweli mtazamaji. Tuchukue mapumziko mafupi, lakini nitakuwa narudi na mengi zaidi hivi punde, usiondoke.